Kuna story ya mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Amali, na huyu mshikaji amekuwa ni dereva bodaboda mjini ambaye hujipatia riziki mbalimbali kupitia kazi yake ya bodaboda. Lakini mbali na kuwa bodaboda, huyu mshikaji amekuwa na roho nzuri na roho safi, na huyu mshikaji amekuwa na imani pamoja na roho ya kusaidia watu wengine. Anaishi na mama yake mzazi ambaye anampenda sana, lakini mbali na kumpenda, lakini wamekuwa na ugomvi wa kila siku, na mama yake hapendi kumuona mwanae akiendesha bodaboda kutokana kwamba hata baba yake mzazi alifariki akiwa anaendesha hiyo bodaboda. Mshikaji urudi usiku akiwa amechoka sana na huamka asubuhi alfajiri kwa ajili ya kuendelea na kazi yake ya bodaboda. Ana abiria wake mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Pujana. Huyu mwanadada ni mzuri na ni mrembo kwelikweli, na amekuwa akipenda sana kupanda bodaboda ya huyu mshikaji. Na huyu mwanadada amekuwa anafanya shughuli zake ndogo ndogo kwa ajili ya kujipatia riziki, lakini pia amekuwa akimwangalia kwa jicho la utofauti sana kila ambapo anapokutana na huyu mshikaji wetu Amali. Ni kama kuna kitu ambacho kipo ndani ya moyo wake. Lakini upande wa pili tunakutana na mzee mmoja ambaye ni bilionea hatari, lakini huyu mzee baada ya kuona amebakisha umri mchache sana wa kuishi katika hii dunia, anaamua kuzunguka na kutafuta mtu mwenye roho nzuri na mwenye roho safi ambaye anaweza akamlisisha mali zake. Anajaribu kukutana na watu tofauti tofauti na kuwapa baadhi ya mitego, lakini watu wengi walimdharau kutokana na muonekano wake ambao jinsi ambavyo alikuwa anaonekana, akionekana mchafu na akionekana kama ni mtu mbaya, ni maskini. Lakini mzee alikuwa anaumiza sana kichwa kuhusu nani ataenda kumiliki ama kulisi mali zake, kutokana na kwamba ana mtoto wake mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Vivek. Lakini huyu mshikaji amekuwa ni mtu wa kamari ile mbaya, yani mtu wa kubeti na nini. Na huyu mshikaji bwana amekuwa ni mtu wa gambe ile mbaya, yani ni mtu wa kumwagilia moyo na kutumia pesa pamoja na mali za baba yake vibaya. Lakini siku moja mshikaji wetu Amali, kipindi ambacho alikuwa anaendesha bodaboda yake, anakutana na huyu mzee. Huyu mzee bwana akajitahidi kumpa mitego mbalimbali pamoja na kumpa mitihani mbalimbali na kumjibu vibaya ama na kumuongelesha lugha ambayo haikuwa nzuri kwa mshikaji wetu. Lakini mshikaji wetu alijitahidi kuwa mnyenyekevu na kuwa mpole na kumjibu mzee kwa ustaarabu wa kutosha. Huyu mzee alijitahidi sana kumpa changamoto, lakini mshikaji alikuwa mnyenyekevu na mtulivu kweli. Lakini baada ya safari mzee anaamua kumlipa kiasi kingi sana cha pesa, lakini mshikaji wetu akawa amekataa na kumwambia mzee, lako usafiri ni kiasi fulani, na akawa amemrudishia chenchi ambayo ilikuwa imebaki. Mzee anashangazwa sana na roho ya Amali, hivyo anatamani kufahamu hata jina lake pamoja na la wazazi wake. Na huyu mzee bana akawa ameondoka akiwa anashangazwa sana na roho kama hiyo, na kujiuliza kama kuna binadamu anaweza kuwa na roho nzuri kama ya Amali. Lakini siku moja Amali, kipindi ambacho alikuwa anaendesha bodaboda akiwa na abiria wake Pujao, akawa ameibiwa na binti mdogo ambaye alikuwa na tabia za wizi hivyo. Amali akachukua jukumu la kumkimbiza huyo binti mdogo kwa ajili ya kumtaka arudishe pochi ya mteja wake, na akawa amemkimbiza ile mbaya, na dogo alikuwa anakimbia, lakini kwa bahati mbaya akawa amepata ajali. Mtoto akawa amegongwa na gari, na mshikaji akawa ameumia sana kuona kile kitendo. Anaamua kumchukua na kumpeleka hospitalini na kuanza kusimamia majukumu yote kuhakikisha binti anapona na kuwa na afya njema, na akawa amelala pale hospitalini. Na asubuhi akawa ameamshwa na daktari, na daktari akamwambia hakika binti ameumia vibaya, hivyo inabidi umtafutie pesa ambazo zitatosha kwa ajili ya matibabu. Na mshikaji akawa ameumia kweli kuona binti mdogo kama yule anapata matatizo kama yale, lakini hakumtupa. Aliendelea kumtembelea kila siku na kumletea baadhi ya mahitaji ambayo yalikuwa yanahitajika pale hospitalini, na kumtia moyo na kumwambia kwamba ipo siku atakaa sawa. Japo hakuwa anamfahamu, hata wazazi wake walikuwa wafahamu kwa sababu alikuwa ni binti tu wa mtaani. Lakini siku moja anapata taarifa kutoka kwa daktari, anaambiwa huyu binti ameumia sana katika sehemu ya kichwa, hivyo inabidi afanyiwe operation haraka ipasavyo, huenda akapata matatizo makubwa zaidi asipowaishiwa kupata huduma ya operation. Hivyo mshikaji anaamua kupambana huku na kule kwa ajili ya kutafuta pesa ya kwenda kumsaidia mtoto kufanyiwa operation. Akajaribu kuomba mikopo kutoka kwa mabosi zake, lakini aliambulia patupu na kushindwa kabisa kupata hicho kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kinahitajika kwa ajili ya operation ya huyo mtoto. Hivyo anaamua kwenda kuomba mkopo kwa bosi mwingine ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa sana katika hiyo sehemu. Lakini huyu mshikaji akawa amemkunjia sana, lakini akamwambia hakika kama unataka nikupatie mkopo inabidi uniuzie hiyo bodaboda yako, lakini kukopesha ni swala ambalo haliwezekani. Hivyo mshikaji akaamua kuuza bodaboda yake ama bajaji kwa ajili ya kujipatia pesa kwenda kumsaidia huyu mtoto, na akaenda kulipa kiasi cha pesa na operation ikaendelea kufanyika. Lakini kwa bahati mbaya, baada ya operation kufanyika, analetewa majibu ambayo alienda kuumiza kabisa moyo wake na kumwacha na majonzi makubwa baada ya kuambiwa yule binti mdogo alikuwa amefariki. Na kwa sasa mshikaji inabidi atafute kazi ya kufagia baada ya kuwa ameshauza bodaboda yake, akitafuta pesa kwa ajili ya kumtibia yule binti mdogo. Lakini upande wa pili kunatokea msiba. Yule mzee ambaye alikuwa ni bilionea kweli, na watoto wake pamoja na ndugu wengine siku ya leo alikuwa akiomboleza msiba baada ya mzee kufariki. Lakini baada ya mzee kufariki kuna kikao ambacho kiliitwa pamoja na mwanasheria
mwanasheria wa familia na kuwaambia kwamba baba yao kabla hajafariki kuna ujumbe mfupi ambao alikuwa ameuandika na kuwasisitiza na kuwahitaji ya kwamba wamtafute mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Amali, na nusu ya mali za huyu mzee inatakiwa apatiwe mshikaji anafahamika kwa jina la Amali. Hili jambo likaleta sintofahamu kubwa katika hii familia na ugomvi mkubwa ukawa umetokea, na wanafamilia wakawa waelewi ni kuaje na huyu Amali ni nani. Na huyu mwanasheria akaendelea kusimama na msimamo wake ule ule wa kwamba inabidi wamtafute mshikaji na nusu ya mali zilisishwe kama baba yao jinsi alivyokuwa ameandika. Na baba yake mdogo na Vivek akawa amemfuata huyu mwanasheria na kujaribu kuongea naye, lakini mwanasheria akawa amesimama na msimamo wake ule ule. Lakini kijana wetu Vivek akawa ameongea na baba yake mdogo wajaribu kutafuta mbinu nyingine kwa ajili ya kufanya ili mwanasheria aweze kuwaruhusu aweze kuchukua mali zote. Lakini upande wa pili, binti Pooja baada ya kumkosa mshikaji kwenye kituo cha bodaboda anaamua kwenda kumuulizia nyumbani, lakini alipofika hapa anakutana na mama yake mzazi akawa amemkaribisha kwa upendo. Yote kutokana na kwamba mshikaji hajawahi kabisa kuuliziwa na mwanamke, na mama yake akaona huenda hii ikawa ni fursa ya mshikaji kujipatia jiko. Binti baada ya kujua matatizo yanayomsumbua mshikaji baada ya kuuza bodaboda yake anaamua kwenda kuvunja kibubu chake na kwenda kumnunulia kitu cha samani sana, kitu ambacho kilikuwa ni kibovu katika bodaboda yake ya zamani. Anafika siku ya leo anakutana na mshikaji Amali na anamkabidhi kifaa ambacho kilikuwa kinahitajika katika bodaboda yake ya zamani ambayo alikuwa ameitelekeza baada ya kushindwa kabisa kununua hicho kifaa. Lakini alipofika hapa akawa amemuelezea, akawa amemletea kwa upendo mshikaji. Kimtindo akataka kugoma, lakini binti akamsisitiza sana na mshikaji kwa upendo na akawa amekubali kile kitu na kufurahi sana. Anaamua kurekebisha bodaboda yake ya zamani ikiwa wanashirikiana yeye pamoja na Pooja. Kama unavyojua tena ya mambo yanaanzaga polepole tu kama utani, na huenda mchezo hivi tukala pilau katika siku yao ya harusi. Lakini upande wa pili, baba yake mdogo na Vivek anaamua kuingia mtaani kwa ajili ya kwenda kumtafuta huyo mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Amali. Na kijana wake akawa anampigia simu Vivek, akawa anamtaka baba yake mdogo afanye mbinu zozote anazozijua yeye kwa ajili ya kufanya fix yoyote tu ili mradi wapate zile mali. Lakini baba yake mdogo baada ya kuzunguka kwa muda mrefu anafanikiwa kumpata mshikaji Amali, lakini alipokutana naye kiukweli anaona upendo aliokuwepo nao pamoja na moyo aliokuwepo nayo Amali ulikuwa ni tofauti, naye anatokea kuvutiwa sana na anaamua kukubaliana na maamuzi ya ndugu yake ya kumkabidhisha nusu za mali huyu mshikaji. Anaamua kumuita Vivek na kumueleza kwamba yeye kama baba yake mdogo amekubaliana na mawazo ama maamuzi aliyochukua baba yake kumkabidhisha mali huyu mshikaji. Kunatokea ugomvi mkubwa sana na huyu mshikaji katika purukushani ama ugomvi, anajikuta anamuua baba yake mdogo. Awe ni hatari, na baada ya kumuua baba yake mdogo akawa ameenda kumfukia Awe. Aisee, tamani mbaya sana. Kwa upande wa mwanasheria wa familia aliendelea kupambana na kumtafuta huyo mshikaji anayefahamika kwa jina la Amali, na akajitahidi kupambana na kwenda kumtafuta mtaani. Baada ya kuzunguka kwa muda mrefu sana anafanikiwa kumpata Amali na anaanza kumshawishi kwamba aenda akamueleze jambo la muhimu sana ambalo huenda akalikumbuka ama likawa alama katika maisha yake. Anaamua kumchukua na kumpeleka katika bonge moja la jumba ambalo lilikuwa ni jumba la kifahari na zuri kweli kweli, na kama amemkabidhi ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa na ule mzee, na ule mzee akimtaka ampatie nusu za mali na huenda umaskini kwa huyo mshikaji ukawa ni goodbye. Na sini ya mwisho inatuonyesha huyo mshikaji akiwa na furaha na tabasamu usoni. Lakini mwandishi wa historia anatuachia maswali kwamba je, huyu mshikaji alichukua hizi mali au aliziacha? Hebu niambie mshikaji wangu, ingekuwa ni wewe umekutana na hili zali, je, hizi mali ungezichukua au ungeziacha? Na je, utajiri ni kumiliki pesa ama nyumba za kifahari ama magari, ama ni kumiliki moyo safi pamoja na upendo? Na huu ndio unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na subscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za motomoto kama hii.